Hapa uende mahali kunaitwa Kiaru, unaona vile mbunge anastahili kufanya, na ni young man like you, kwa sababu almost 80% ya wale ambao tuko nao hapo wako between 40 years na 18. That means ni young men, wako na energy, wako na nguvu, kila jambo wako naye na wamesoma. Kwa nini tusifanye maendeleo ionekane kwamba kumebandika? Sisi wenyewe tulikuwa na bia X group hii yangu, tulikuwa na bia kitu inaitwa constitution, katiba, na katiba tulipata ambayo nakuruhusu unakaa hapa hivi bila kuruhusiwa na anybody. Ya pili tulipigania kitu inaitwa nini? Multi-party. Na tukapata multi-party, hata ukiita chama yako ng'ombe, uite ndume, uite kike, hakuna mtu atakuuliza. Sasa hiyo tukafaulu. Nyinyi mnapigania mambo ya economy. Mambo ya economy, toa story ya Kalonzo weka kando, Raila weka kando, Uhuru weka kando, Ruto weka kando. You as a person, Mheshimiwa Njau, unataka nini? Unataka Kenya ikae namna gani? You as a person, wachana story ya kusema unajua mimi. Kwa sababu wise men will discuss issues. Avalanche, wale wako 50-50, una discuss events. Unajua Raila wakati alienda, unajua Kalonzo siku ile alisema hiyo ni ujinga. Unasema ni nini ambayo unataka you as a person, ili tuweze kubadilisha nchi yetu iende kwa njia ambayo inafaa. Nawapatia kwa zuzini, kwa sababu mimi sitaki niongee sana. Nilikuwa nataka tu kuguze kidogo alafu niondokee wengine, hata wengine waseme, kwa sababu huwezi kuwa kwamba mwimbaji mmoja kila siku hivyo. Kama kila wakati Nganga ndiye alikuwa anasema na Nganga akasema, na wewe utakuja kusema lini? Hata mimi nikae chini pale nisikilize ukiniambia. Ya kwanza, hebu toka hapa teremka mahali ambapo kunaitwa Udani, uone vile viongozi wanafanya kazi. Toka hapa nenda Kiaru, uone vile ambavyo viongozi wanafanya kazi. Toka hapa teremka hapa tu kidogo, ukute mtu kama mbunge yuko hapa wa Embakasi. Unakaa chini na watu, mnasema mnataka nini? Nataka tufanye lini? Na tufanye wapi? Simbu. Katika mbunge tunampatia 877,500, 377,500 including mbunge wa hapa. Nani huyu anaitwa nani? Amos Mwago. Unapewa 377,000. Unamuonanga hapa lini? Kusema hilo kweli. Na nimekupatia 377,500 kila mwezi ya kutembea, unatembeanga lini? Na nikikwambia wewe ni mwizi, unasema Nganga ni mchokozi. Na ukweli wewe ni mwizi, kwa sababu unatembeanga lini? Pesa umepokea ni kama utembei. Ya pili, na ikiwa umefanya hiyo kazi, hakuna development. Mbunge kazi yake ni gani? Kazi ya mbunge ni 3. Ya kwanza legislature, ya pili representation, ya 3 oversight. Unaangalia nini kama hujafanya development? Una oversight nini? Kama wewe legislature hujaongea mbungeni, hii ni mwaka wa 3 na hujaongea mbungeni, kazi yako ni kulala hapa na kunyamba. Utakuja kueleweka aje? Na tunaangalia kwa TV. Kwa hivyo ni lazima kitu ya kwanza uwe makini kwa ule mfanyakazi wako, uone vile anafanya kazi. Nikimaliza, juzi president alikuwa na huko kunaitwa inaitanga nini? Sagana Lodge. Kwetu Karatina. Wanga na adabu bwana ndugu yangu. Tumzema na Kiara na ana akili. Yaani ni kwani nimeona kina Nyoks na wengine wale walikuwa pale wakimuuliza maswali, akijibu kwa watu wale ambao amemwajiri, kwa sababu yeye ameajiliwa na watu. Na wewe kwa sababu ukitembea mahali kuna kuanga na waizi hapo Central, umekuja na waizi hiyo style, na alikuwa anajibu. Wewe kwa nini usiulize huyo mbunge wako, mbona wewe ukujangi? Unasikia wewe na yeye ni mheshimiwa, uelewe kwamba wewe ni nani. Wewe ndio unastahili kuwa mheshimiwa, yeye ni mfanyakazi wako, kwa sababu wewe unamlipa akurepresent. Na kama unataka kunirepresent, usikuwa kisijidi katika constituency yetu, kwa sababu wewe ndiye amecause a lot of problem katika nchi zetu. Kwa hivyo the best way ni lazima tubadilishe mambo na tuanze kuangalia ni nini ambayo inastahili wakati huu, kwa sababu Kenya ni yetu na hatutahama. Tukisema watu usema usimama hapo, wanakuambia yako ndani ya government.
Akisema yako ndani ya government ukifanya nini? Mimi sikataa kukaa ndani ya government. Umekuwa hapo kama nini? Wewe ni askari? Hapana. Wewe ni unajua watu wengi unaweza kuwa kama nimbeta uwe wazimu ambaye ametoa nguo. Hakuna kitu kibaya kama kuwa wazimu ambaye umeoga na umevaa nguo vizuri. Kwa sababu matamshi yako ndio yanaonyesha kwamba huyu mtu ni wazimu. Lakini ukitembea watu wanadhania uko normal. That's why nimewaambia tujaribu kuchange, tuanze kuwa na attitude ya kufikiria tunatoka wapi, tunaenda wapi, mimi ni nani na mimi naongea nini. Huwezi kuja hapo usimame hapo hivi uniambie unajua sisi kama baba amekula hata sisi tumekula na una njaa. Sasa Mungu awabariki.